Nashukuru Mheshimiwa Waziri kwa kutaka kunisikiliza malalamiko yangu. Mheshimiwa, umekuja kweli kuzindua ili jengo hapa, ila sisi bado tunadai madai yetu. Mimi hapa nadai. Nani? Mimi hapa nadai. Madai yangu huku. Ya nini? Ya kazi nilofanya hapa. Kazi gani? Ya ujenzi wa jengo hili. Wewe ni fundi? Hapana, mimi ni kibarua. Ulifanya kiasi gani? Unadai kiasi gani? Nadai 200,000. 200,000? Ndio. Nani alikupa kazi? Nilipewa kazi na msimamizi wetu wa kazi alikuwa anaitwa Losi, ambaye ni mtoto wa engineer. Mtoto wa engineer. Engineer anaitwa nani? Medukenya. Medukenya? Ndio. Alafu tulikuwa tuna engineer mwingine ambaye anaitwa Mzee Kitandu. Ndio alikuwa anatupangia kazi. Medukenya? Ndio. Yuko wapi engineer huyo? Hapa mimi simuoni, lakini Nelson anaweza akasema yuko wapi. Nelson. Haya. Nitoe kwanza maelekezo. Kumetokea na malalamiko ya aina hii maeneo mengi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waheshimiwa mawaziri ambao mko hapa, kumetokea wimbi la wakandarasi wanapopewa kazi, wao wanalipwa na serikali, lakini hawawalipi wale subcontractors na vibarua wanaofanya kazi katika maeneo haya. Hili jambo halikubaliki. Nimesema jana na narudia tena hapa kwamba utaratibu huu unakiuka haki za Watanzania. Wapo wale wakandarasi kutoka nje ya nchi, wao wakicheleweshewa